Jumapili ya tarehe 13 ya mwezi wa 4 2025 tuko Pugu Kinyamwezi hapa Vijana FC Pitch, ambapo inapatikana klabu ya soka ambayo inaitwa Vijana FC, lakini hawako peke yao, wako na Manyigu. Hii ni hamasa ya Samia Ilala Super Cup 2025. IDFA TV tuko hapa tukiripoti kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Mpenzi mtazamaji wa IDFA TV, mimi ni JR Mwangalile. Bado tuko tunaendelea na hamasa ya Samia Ilala Super Cup 2025. Bado tuko hapa Vijana FC Pitch, ambapo inapatikana timu ya mpira ya Vijana FC, lakini si peke yao tu. Ukanda huu wa Pugu Kinyamwezi wanapatikana pia Manyigu. Hapa tuko na wasemaji wa timu zote mbili kuelekea hamasa hii. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 4 2025. Hamasa Samia Ilala Super Cup. Mimi si muongeaji sana katika tukio hili. Tumekuja kuona wametuandalia hamasa ya namna gani. Tuko kwenye segment ya mdaharo na wao kila mmoja atasema timu yake imejipanga vipi kuelekea mashindano haya yanaanza tarehe 16 pale Ilala Garden. Kulia kwangu niko na mwakilishi kutoka Manyigu FC, lakini kushoto kwangu niko na mwakilishi kutoka Vijana FC. Kama ilivyo ada, mimi naanza na yule aliyekuwa kulia kwangu wa Manyigu ambaye ndo mgeni wetu hapa kwenye Vijana FC Pitch. Mr. habari yako? Habari salama. Nasikia kelele hizo wanalia. Kelele hizo wanalia. Nauliza kuna nini? Manyigu wamefanya yao. Nauliza kuna nini? Manyigu wamefanya yao. Chekecha, mzuka. Cheke, Mzuka. chekecha. Mzuka. Cheke, Mzuka. Sikia Manyigu. Mzuka. Chekeche. Mzuka. Sikia Manyigu. Mzuka. Chekeche. Mzuka. Chekeche. Mzuka. Nasikia kelele hizo wanalia. Kelele hizo wanalia. Kama unavyosikia Wamefanya yao. Jamani, Manyigu wamefanya yao. sawa, asante sana, vibe ni kubwa. Nimemuuliza tu kaka, habari yako? Hili ndo balaa, nasikia kelele wanalia. Hao ni Manyigu FC. Sasa tujitambulishe then tuingie kwenye mdahalo wetu. Tuone wewe umejipangaje kama Manyigu FC. Kwanza unaitwa nani na Manyigu FC wewe ni kama nani? Bwana, mimi kwa majina naitwa Ramadhani Asmani aka Ijaja. Mimi Manyigu kama mhamasishaji wao na msemaji wa timu. Tumejipanga, tulikotoka tumetoka mbali, tunakwenda karibu. Tumejipanga sana. Tuko vizuri, tuna kikosi kizuri, tumejiandaa na mashindano, tuna vijana mashupavu, tunaamini tunaenda kuchukua ile kombe. Tumejipanga vizuri kwa mashindano. Pia tuna morali. Tarehe 17 mapenzi na mashabiki wa Manyigu, tunaomba mje wengi kwenye uwanja wa Ilala Garden. Mje kuona mpira pasi. Si mpira wetu gusa, piga, twende kwao. Nduki za kutosha. Sawa. Msemaji umesema, mhamasishaji umesema tarehe 17 watu waje waone mpira pasi gusa twende kwao. Tarehe 16 mashindano ya Samia Ilala Super Cup yanaanza. Na tunategemea timu zote mtakuwepo pale. Umeshiriki kwenye hatua ya awali ambayo timu yako imepata bahati kuingia kwenye 16 bora, ambayo tarehe 16 kama ilivyokuwa 16 bora inaanza mwezi huu. Una nini cha ziada cha kuwaambia wapenzi wa soka kuhusiana na Samia Ilala Super Cup? La kwanza, bwana mtangazaji, samahani, usiseme timu yangu imepata bahati. Timu yangu ilijipanga toka mwanzo, sijapata bahati. Nimejipanga, nimepata matokeo na ni muendelezo wa matokeo. Ukiniambia nimepata bahati, kama nimepita kwa best loser kubebwa. Nimejipanga vizuri, nimefika hatua 16 bora. Hizi nafasi fursa, tuna vijana wapambanaji, tuna watu wa mpira. Ukisema tumepata bahati mtangazaji, kama tumebebwa vile tumeenda, tumepanga timu yetu nzuri, tuna kikosi kizuri, tumejiandaa vizuri, morali pia iko vizuri kwa wachezaji wetu. Hivi ninavyokuambia wapo kambini, kuna sehemu moja inaitwa Bagamoyo Kijibwe. Unapajua kaka? Tunawaandaa wachezaji wetu hapo Kijibwe huko. Kwa hiyo bwana mtangazaji usiseme bahati, sisi tumejipanga tarehe 16. Tarehe 16, kwa hiyo tutakuwepo pamoja. Au New 11 wajiandae, wanakutana na Manyigu, sio timu lele mama. Toka raundi ya mwanzo tuko vizuri, nadhani wapinzani wote wanatujua. Kwa hiyo tumejipanga, hatufanyi bahati, sisi tunakuja kuchukua kombe. Sawa. Tarehe 16 mashindano yanaanza, tarehe 17 unapata kucheza. Ukanda huu unatoka wewe, anatoka Vijana FC. Unamuona Vijana anaishia njiani au utakutana naye finali? Unajua kwenye vita kila mtu anabeba silaha zake mtangazaji. Sisi hatuwezi kuongea, kwenye mpira lolote linatokea.
Sisi tumejipanga kivyetu, vijana pia wajipange, wasiende kilele mama, wajipange vizuri ili tuendelee kukiwakilisha kitongoji chetu cha Tanika. Tuliobaki ndo sisi tunaiwakilisha Chanika. Kwa hiyo siwasemei vibaya, nawaombea dua tuwe pamoja, ila wajipange, wasilete maneno, wapange timu tukacheze mpira. Mimi yangu ndo hayo. Weka nukta, nitarudi kwako. Sawa. Mpenzi mtazamaji wa IDF TV, mdahalo unaendelea na nilikuwa nimeanza na Manyigu FC. Kama ulivyomsikia akajinadi sana na kaniambia yeye hajapita kwa bahati, amepita kwa uwezo wake wa kujipanga toka mashindano haya yanaanza. Lakini kushoto kwangu yuko mwakilishi kutoka Vijana FC. Nitamsikia kabla sijarudi kwa Manyigu tena kuniambia nini kinaendelea kwenye mashindano ya Samia Ilala Super Cup 2025 hatua ya 16 bora. Vijana FC kama vijana yenyewe mna pichi nzuri, mna uwanja mzuri, mmepita kwa nafasi kubwa kuingia kwenye 16 bora. Nini tukitegemee? Mmejipanga vipi? Mna nini ambacho mnaenda nacho hatua ya 16 bora? Nashukuru ndugu mtangazaji, kusoma ujui lakini picha unaona. Umesema tumejipanga vema mpaka huo mgeni wetu amekuja nyumbani kwetu ili kupata pichi, kwa maana sisi Mungu tayari ametuonyesha mwangaza. Kwanza sisi kwenye kundi ndio tunaongoza. Ujue uongei na hao maruza mpaka wenyewe wameanza kujitetea. Msemaje? Kwamba sisi ndugu mtangazaji hatujapata bahati. Mungu anakupa unachostahili, akupa unachokitaka. Umenielewa? Mziki wa vijana kutuliza uwezi, kwa ushindwa jambazi utakuwa we mwizi. Mziki wa vijana kutuliza uwezi, kwa ushindwa jambazi utakuwa we mwizi. Huu ndio mziki wa vijana. Nimeona kwamba mbona huyu anaanzisha mambo anatekenya samba sauti zenyewe hajui, alafu utavunjika. Hapa kuna Santiago Bernabeu. Umenielewa? Ndugu zangu wa Tanzania, tunamshukuru Mama Samia kutuletea michezo, kwa maana vijana nguvu kazi na kazi iendelee. Umenielewa? Hebu rudia tena bila sambato sote kwanza. Mziki wa vijana? Mziki wa vijana kutuliza uwezi, kwa ushindwa jambazi takuwa we mwizi. Hapo shikilia. Wewe ulikuwa unasemaje? Lile songi lenu ile. Nasikia kelele hizo wanalia. Nasikia kelele hizo wanalia. Hapo shikilia. Mpenzi mtazamaji wa IDF TV, huu ni mdahalo Manyigu FC Vijana FC. Mziki wa vijana kutuliza uwezi. Manyigu anakuambia nasikia kelele hizo. Wanajibishana hapa kisomi. Mimi kwa sababu nimesoma Cuba nimeelewa. Naendelea hapa na vijana, nitarudi kwa Manyigu. Vijana mmeongoza kundi, mnaenda kwenye 16 bora. 16 bora mnakutana na watu wenzenu pia wameongoza kundi na wengine wamekuwa washindi wa pili. Maana wote kwenye makundi yao au sehemu zao walipoanzia walikuwa mabingwa. Mmejipangaje sasa kwenye hatua ya 16 bora? Na nyinyi mechi yenu mnaicheza lini? Kwa sisi mechi yetu tunacheza tarehe 18 na Vingunguti Academy. Ile kitu ambacho tunatakiwa tumshukuru Mungu sisi, kwa maana Mungu ametupa moyo na ametupa upambanaji. Alafu maandalizi yetu tulivyokaa tumejipanga. Kocha wetu sisi hakutoka sijui kuna biashara si muuza sijui mwokota makopo ama sijui mtu yupo kwenye sijui ametokea kwenye biashara masokoni kule. Kocha wetu sio mtu wa sokoni kwanza. Kocha wetu mpira na uelewa. Tukifungwa sisi tutafungwa kwa mbinu, kwa maana hatuna hela kununua majini wala kununua wachezaji wa ndondo. Kuna watu wananunua majini, unaelewa vizuri? Sisi hujui, nitakupa mkofi mtangazaji. Unielewa? Kuna watu wananunua majini. Kocha wetu sisi kwanza, kocha wetu kwanza na udambu limienda hewani kwanza jitu la mpira, umenielewa? Unajua mtu kusoma ujui lakini picha unaona. Ninaongea kwa pati na hasira. Mama Samia nisamee, naongea kinywa kipana. Leo tunakushukuru kwa kutuletea michezo. Nazungumza kwa Jamhuri ya Muungano, kazi iendelee na mpira vijana uendelee. Na sisi ndio Vijana FC. Umenielewa? Sawa, tuweke nukta. Huyo ni mhamasishaji wa Vijana FC, anakuambia kocha wao mrefu na pila analijua, hawawezi kununua majini, hawana fedha ya kununua mchezaji. Wao wakifungwa wamefungwa kutokana na kile ambacho wamejiandaa nje ya uwanja. Na kumegea tu siri, mpenzi mtazamaji wa IDF TV, kwamba siku zote maandalizi yanakuwa makubwa kabla ya mechi yenyewe kuchezwa. Mpira ni dakika 90 ila maandalizi yanachezwa zaidi ya dakika 300 na upuuzi kila siku, session masaa mawili. Ukiangalia ndani ya
wiki mtu anafanya mazoezi, baadaye anaenda yeye kucheza mechi ya dakika 90 tu. Namuelewa mtu wa Vijana FC kwa sababu sisi ni watu wa mpira na utalindwa kweli kweli. Na narudi upande wa Manyigu wao mmepata nafasi na mlioipigania. Uliniambia sio tu mmebahatika. Sawa, hamjabahatika. Nyinyi ni wakubwa, mmepata nafasi, mmeingia kwenye 16 bora. Tunawaona kwenye mechi yenu ya kwanza tarehe 17. Mnaenda kukutana na mtu naye anaujua mpira. Nyinyi mmewafungia wachezaji wenu. Unaiambia nini ADFA kwenye hiki ambacho wamekianzisha? Unatamani kesho kiwe wapi kama wewe mtu wa mpira? La kwanza nilitangulia kuongea, lakini sikutoa shukrani za dhati kwa waandaaji na sponsor pia wote waliodhamini haya mashindano wakisimamiwa na DRFA. Tunamshukuru pia mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa upendo. Siku zote mama analea watoto vizuri, anatulea katika nyanja zote. Michezo inatukutanisha pamoja watu wa aina zote. La kwanza tushukuru DRFA, pia tunamshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Vijana tunakupenda sana, unatuunganisha pamoja kupitia michezo hii. Kingine ninachotaka kusema, wanasemaje, kurukaruka kwa maharage ndo kuiva kwake. Ukiona maharage anarukaruka usijue anamwagika ndo anawiva hapo mtangazaji. Kwa hiyo sisi tumejipanga. Sisi hatuongei sana. Sisi tunataka tukaoneshe action. Mechi yetu tarehe 17 inshallah panapo majali wa Mwenyezi Mungu tulishamfungaga mtu goli 5 huku katika raundi ya mwanzo. Na hiyo tarehe 17 kama utakuwepo mpenzi mtangazaji, naomba unitafute baada tushamfunga mtu goli 5 bila. Mimi nitakuwepo wakati mechi inaanza na mechi inaisha. IDFA inafanya kazi kubwa sana kupitia mwenyekiti wake. Lakini Mama Samia kama rais wa nchi ameweka hamasa kubwa sana kwenye mpira na ametufikisha hapa tulipo. IDFA imechukua, wanaurudisha mpira mtaani na mpira unachezwa. Wewe mhamasishaji, wewe na timu yako, wewe na watu wako wa ukanda wako, mashindano yako mezani kwako, unatuambia unaweza kumfunga mtu 5. Umeiona fursa gani toka mashindano yameanza mpaka nafasi hii uliofikia sasa hivi? Fursa tumeziona nyingi. La kwanza, vijana wanapata nafasi ya kuonekana kucheza mpira. Mpira siku hizi ni mchezo wa wazi. Tunashukuru kwanza, la kwanza mashindano haya yanatukutanisha mikoa yote ya Dar es Salaam. Yalianza upande wetu wa kanda, sasa tunaenda kwenye vituo maalum kama hicho kilichopangwa cha Ilala. Kwa hiyo garden pale tutakutana watu wengi wa kutoka sehemu mbalimbali. Kuna timu zimetoka Ilala, sijui Segerea, Vingunguti, Chanika, sehemu mbalimbali, na maana kinaenda kupigika pale. Ni vizuri kwa sababu vijana wataonekana. Na kupitia DRFA hii ni fursa pia kwa vijana wenye vipaji, wataonekana, inaweza ikawa mwanzo wao wa safari yao ya kimpira ya kufika mbali. Kingine tunawashukuru sana kwa kuleta mashindano haya kwa sababu mnatukutanisha pamoja watu wa aina mbalimbali, wa Vingunguti, Buguruni, Chanika, sijui Tabata huko Bonyokwa. Tunawashukuru DRFA. Tunaomba haya mashindano yawe yana muendelezo, yalivyoanza basi yawe yana muendelezo mzuri, asishie hapa, watukutanishe pamoja. Pia tunawaomba sponsor waendelee kujitokeza, walopatikana wengine waongezeke ili morali ya mashindano iendelee kuwa kubwa zaidi. Tunachosema sisi tunashukuru DRFA kwa hicho walitotufanyia, pia kwa kushirikiana na mheshimiwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, Mungu ampe maisha marefu, na aendelee vile vile kusapoti michezo kwa sababu michezo ni ajira, michezo inatukutanisha pamoja. Manyigu tuko pamoja. Ukisikia kelele hizo wanalia, ukisikia kelele hizo wanalia. Huyo mtu wa vibe kweli kweli. Sawa mhamasishaji. Turudi kwako Vijana. IDFA wamefanya kazi kubwa na wanaendelea kufanya kazi kubwa. Tuko na wajumbe wa kamati, lakini kupitia mwenyekiti wao amechukua slogan ya mama, amegusa mpira, amewekeza kwenye mpira na yeye ameurudisha mpira mtaani. Ilala ni soka lichezwe. Na soka linachezwa. Tumekuja Benabeu hapa kwenu. Tumekuja Benabeu. Katika viwanja ambavyo vya mazoezi vizuri vya kwenu kweli ni kiwanja kizuri. Umeona fursa gani kwenye mashindano ya Samia Ilala Super Cup? Na nyinyi kama Vijana FC mmeyachukua kupitia IDFA kitu ambacho wanakifanya? Kwanza mimi nashukuru. Nazungumza kwa njia ya kinywa. Tuseme kitu kimoja kwa mama Kizimkazi, wanasema vijana, sisi vijana tunasema walitaka kazi wakapata kazi. Kwa hiyo wasione kazi kufanya kazi, wakiona kazi kufanya kazi, waache kazi waone kazi ya kuishi bila kazi. Umenielewa? Kwa hiyo tunamshukuru mama Kizimkazi kwa kuona fursa na vijana kutuonesha mwangaza ili tuweze kuishi kwenye ndoto zetu. Kwa maana sisi tulikopo kuna mandondo mengi Uswahilini, unajua tumeingia. Juzi kati kocha yetu sisi alikuwa na chuma yake kali hivi. Yaani chuma la kwenda, sio chuma left hand kwanza, unielewe.
chuma left hand. Tunaenda kwenye kombe la mbuzi. Kombe la mbuzi left hand, mtu anataka kuitoboa eti, anataka kutoa upepo gari ya kocha. Nikamwangalia nikamwambia huyu mtu kocha kama. Sawa, njoo. Nasilo juu. Njoo, anakuelewa, ndio. Kwa hiyo sasa ilivyotokea kombe la Mama Samia tukasema serikali. Tukasema hii serikali. Kwa hiyo kama serikali imekuja, mama tunaomba tu ulinzi mzuri. Tunapenda, najua serikali haina kitu ambacho inaweza kushindwa, imeona fursa kwa vijana na sisi vijana tutachapa kazi. Tunawashukuru nyinyi mlivyokuja kututembelea Santiago Bernabeu. Haya ni maandalizi ya awali. Wanakuambia kinga bora kuliko tiba, wasiwasi nakwambia kinga bora kuliko tiba, wasiwasi ndio akili, kumjua adui yako ni nusu ya ushindi. Ukitaka kuruka msingi lazima uagane na nyonga. Sisi tumejipanga. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa fursa hii Mama Samia alivyokutuletea na uongozi wote wameona kwamba huku kata ya wilaya hii ya Ilala kutuletea soka kabumbu, na sisi ndio kitu ambacho tunakipenda. Angekuwa hebu angalia hiyo ligi yao, inafikiri hiyo zawadi inavuka uwanja huu. Kwa maana tunapata sehemu ya sisi kujionyesha, tunashukuru. Kameramani unauona uwanja lakini sio mimi naongea na nikausha mate. Umenielewa uzuri? Kwa hiyo nashukuru sana kukutana na ndugu yangu hapa Nzalamu. Mimi nimefurahi. Ila sisi hawa tunaenda nao juu. Kwa nini? Kwa maana hakuna sisi bila ya hawa na hakuna hawa bila ya sisi. Ile kilitakiwa watu wajue kwamba hawa wenzetu kutokana ndo wanajitafuta, tumwakaribisha kwetu. Ipo siku na sisi tutaenda mtaani kwao huko, msitupige mawe, tumewapokea vizuri. Na sisi tunakukaribisha kwetu. Tunamkaribisha kwetu. Wapi? Kwetu anapajua huyo. Manyigu. Bwana, kuna kombe huyu tunacheza naye finali huyu. Tunacheza naye finali, kwa hiyo tunamkaribisha hapa kwake, lakini atakuja kwetu. Tuna kombe tumekutana mtaani. Usitaje zawadi. Kuna kombe tumekutana naye. Nyinyi kihistoria nyinyi wapinzani. Wana tabia kuingia na matokeo. Ngoja nikwambie kitu. Tuko naye finali huyo. Sawa. Anasema kuna tabia mnaingia na matokeo. Matokeo tunaingia na vipi? Nikwambie kitu. Sikiliza nikwambie kitu. Eti angalia, sisi tumekuja na timu yetu, uwanja nzima wamejaa watu wengine. Sisi tunataka tukae sehemu na timu yetu na viatu vyetu, usimenelewa. Tuna mabegi ya kifahari ya mpira. Watu wanatamba, tutoke uwanjani tutafute papa. Sawa, tutoke huko. Mimi naomba Samia Ilala Super Cup mbele ya safari nyinyi mkutane. Yaani muombeeni Mungu. Nyinyi mkutane. Maji yetu anajua. Maji marefu. Mwambie tukutane. Mpira wetu sisi kaka gusa tena piga. Sawa. Mpenzi mtazamaji wa IDF TV, haya ni Vijana FC. Hii ni Manyigu FC. Hapa tuko Vijana FC. Usijambe tukunyema hapa. Fitness. Wanambombo. Sasa sawa. Njoo msemaji. Msemaji basi. Basi msemaji. Basi. Sio kujamba mimi nataka kitu kimoja. Tutoka kwenye sarakasi. Tutaleta mpira mtapiga. Hivyo ndio vitu. Hiyo moja. Ile ndio itakuwa la mwisho. Sawa. Subiri. Tunaondoka kwenye Samia Ilala Super Cup. Na nyinyi wawakilishi, ukanda huu nyinyi wa simu. Bwana kwenye mwanzoni kaongoza. Wewe umeingia kama mshindi wa pili. Ndio. Na tunamchukua na shida taratibu. Haya sawa. Wewe umeingia kama mshindi wa pili. Kwanza unakili? Nakili. Wewe umeongoza, ni kweli? Sehemu yangu ya maisha hiyo. Katika maisha siku zote wanasema unapoteleza ndo unapojifunza. Wewe umeteleza, 16 bora umeingia. Mchezo wote hasa hii tournament inakuaga na mambo mengi. Unabidi ucheze knockout. Nyumbani na ugenini. Na ndio unaenda kucheza. Mechi ya kwanza unaanza nyumbani ugenini? Mechi ya kwanza naanza ugenini. Unaanza ugenini? Unaanza nyumbani. Tarehe 18 unaanza nyumbani. 17 unaanza nyumbani. Mechi ya kwanza unaanza nyumbani ugenini? Mimi yani ninaishi nao ila naenda kupiga ugenini kule. Naenda kumpiga mtu kwanza kevu zangu. Kwapa. Natia mikevu mitatu. Sawa. Tuambie wachezaji wako hatari watatu. Samia Ilala Super Cup kupitia Manyigu FC. Sasa mheshimiwa mtangazaji, la kwanza unaambiwa vita akili. Silaha zako ficha, usimuoneshe mpinzani. Tunaweza tukasema nukta hapo. Wachezaji wako hatari watatu kwenye Vijana FC. Kinga bora kuliko tiba, wasiwasi ndio akili, kumjua adui yako ni nusu ya ushindi. Timu yangu mimi kuanzia kocha hatari, kuniambia nitaje wachezaji unapendelea bwana. Unataka nitabagua vipi? Mimi sina mtu wa kunitazama. Ndio maana sisi uwanjani kwetu hata kama tumefungwa, kocha anasema tumekuja kufanya mazoezi, relax. Nimtaje nani sasa hapa?
Vijana mmejipanga. Tunashukuru Mungu. Manyingu mmejipanga. Tumejipanga haswa. Kuna swala hapa alizungumza kununua majini. Ili na ukweli? Hizo propaganda za kimpira zipo. Unakumbuka kuna mechi iligailishwa akasema sijui watu wameona mbuzi na watu wafupi. Mbuzi wanacheza mpira. Kufananisha nayo watu wafupi. Au watu wafupi wanacheza mpira. Mpira uwanjani kaka. Hizi nyingine tu kasumba. Sisi tunaleta watu wa mpira tunaenda kucheza mpira. Mambo ya mbuzi sijui kununua majini kibwengo. Nigeria huko wanaongoza kwa uchawi. Kila siku angechukua kombe la dunia. Sumbawanga hawana timu mpaka leo ya ligi. Sasa wanaongoza. Ukisikia wewe uchawi unatoka wapi? Si Sumbawanga. Kwa hiyo hayo maneno tu hata kwenye kanga yapo. Wewe unacheka nini? Ukiwa mfupi unatamu, ukiwa mfupi unapata tabu. Ndio maana sisi kocha letu hilo. Wewe unacheka nini? Mimi namuuliza kuhusu majini, wewe umecheka sana. Mimi nimecheka nini? Nimecheka ulivyokamfa yeye mwenyewe alivyokuwa na watu wamemfananisha na mbuzi. Ufupi sio kilema, washabiki. Mama Samia samani tusikufuru. Ufupi sio kilema. Tumielewane? Tunakushukuru. Ila majini bana. Pale kuna majini, si mtu kiwa mfupi unapata kila aina kasoro. Huyu mwamba mtu unaonekana na kitambi chake bwana hicho. Utamfananishaje na jini? Sawa. IDF TV tuko hapa. Hii ni wiki ya hamasa. Na hiki kinachoendelea, hawa ni Manyingu FC, hawa ni Vijana FC. Na sisi kama IDF TV kupitia chama cha mpira wilaya ya Ilala, lakini kupitia mwenyekiti wake anafanya kazi kubwa na kamati tendaji yake, tukiendelea kwenye Samia Ilala Super Cup. Na hiki chote ambacho walikuwa wanakifanya hapa ni hamasa tu kuelekea tarehe 16 ya mwezi wa 4, yaani ni siku 3 kutokea sasa. Kuna mashindano yanaendelea ya Samia Ilala Super Cup hatua ya 16 bora, na Manyingu wamepata bahati kutokea ukanda huu, lakini vile vijana wamepata bahati kuingia kwenye hatua ya 16 bora. Mimi ni JR na chukua neno la mwisho kutoka Manyingu, na chukua neno la mwisho kutoka vijana, na tunaendelea na hamasa. Nitakwambia nini kinafuata, usitoke hapo. Manyingu, tunaendelea na hamasa yetu. Tuko hatua za mwisho kabisa za haya mjadala wetu wa vijana na nyinyi. Nini ambacho unatuambia? Hamasa gani ambayo inaendelea siku 3 mpaka kufikia tarehe 16 kutokea Manyingu FC ambacho tutakiona na kitaendelea kutokea ukanda huu wa Pugu? La kwanza bwana, kwenye kumaliza ndugu mtangazaji, sisi tunaendelea na hamasa zetu. Timu yetu tumejipanga vizuri, wachezaji wetu pia tumewapanga vizuri kwa ajili ya mechi hiyo. Tutakuja kuonesha mpira safi. Wapenzi mashabiki wanaopenda mpira wa Dar es Salaam, tunaomba tarehe 17 waje pale uwanja wa Garden Ilala, waje kuona burudani ya watu wa Chanika. Maana nasema sisi tunatoka Chanika, tunatoka shamba, lakini si watu wa mpira. Waje kuona burudani ya mpira pale. Tunawakaribisha sana. Pia tunaomba kama kuna masponsa waendelee kudhamini ili hizi mechi ziendelee kuwa nzuri, zionekane DRFA na vituo vikubwa vya television Tanzania. Pia kama wanaweza kudhamini itakuwa ni vizuri zaidi, mashindano yaonekane ukanda wote wa Tanzania mpaka nje ya mipaka ya Tanzania. Asante sana bwana mhamasishaji. Ndio. Haya. Vijana English please. Vijana FC, una nini cha kutuambia kuelekea Samia Ilala Super Cup kwenye mwendo wa hamasa? Siku 3 hizi nyinyi mmejipanga vipi kwenye swala la hamasa? Nini muendelezo wenu? Nini mnataka kufanya nje ya hiki ambacho tunakiona ambacho leo mmeanza kukifanya? Kutokana mpira ni biashara ya kimataifa, mpira ni mchezo wa kimataifa. Sasa hivi nabadilika kidogo, naongea Kikristo kuonesha vijana wa kimataifa. Kikristo na maanisha nataka kutema ungenge sasa. Umenielewa? Najisipikisha Kiingereza. Kwa maana sisi tulivyokuwa tupo comfortable, umenielewa? Tupo good, I'm very sure, umenielewa? Tulivyokuwa tupo I'm very sure. Kwa hiyo hapa sisi tunaweza kusema kwamba hao watu walikita kukutana na sisi, kwa maana wadau walokapenda mpira, kwa maana kuna makampuni mengi yanaangalia mpira. Simiona Real Madrid hapa jamani, inapambana yenyewe kwa juhudi zake. Tunaomba support yenu. Mama amejitoa kutusaidia vijana, na nyinyi watu mnaotazama macho yanaona mbali, lakini huwezi kuona uso wako mwenyewe. Kwa maana kuna mtu apembeni anakuambia wewe hapa una kibanzi. Kwa nyinyi mlioka tuangalia, naomba mtusupporti. Sisi tarehe 18 tunaenda kumuua chao kwa vidole viwili. Pap! Mmenielewa? Sina mambo mengi, kwa maana maneno mengi nikiongea mwisho siku jamaa wangu mwenye boksi lake mvua itanyesha litaloa hapo, itakuwa shida. Sawa.
Hao ni wana Vijana FC na Manyigu FC. Bado tuko kwenye wiki ya hamasa na bado tuko hapa vijana kwao wenyewe wanapaita aka Santiago Bernabeu. Hawa ni vijana kweli kweli. Kulia kwangu kuna bango hapa linasomeka Samia Ilala Super Cup Manyigu FC. Asante sana mama Samia kuendeleza michezo Tanzania. Ilala ni soka. Lakini kushoto kwangu hapa kuna bango pia linasomeka Samia Ilala Super Cup 2025 Vijana Football Club. Lakini anakwambia pamoja kuendeleza soka letu. Asante mama. Hii ni misemo ambayo na ujumbe mbalimbali kuelekea Samia Ilala Super Cup. Wao wamesema wameitwa wakaitika. Ilala ni soka na walinachezwa kweli kweli. Tuna mengi ambayo yanaendelea kupitia IDFA TV. Mimi ni JR Mwangalile, usitoke hapa.